Katikati ya mateso makubwa yaliyowagubika Waislamu katika enzi ambayo upya wa Uislamu ndio ulionekana na kuthibitika machoni na mioyoni mwao, kipindi ambacho hapakuwa na mtetezi, msemaji wala mwombezi wao, hali ambayo ilizidi kuzaa maumivu makali, kuleta huzuni, kutenganisha watu na familia zao, hasa mama zao vipenzi waliowapenda, na kuwaacha katika lile giza zito la upotovu na ujinga uliopitiliza viwango. Ndipo ilipotangazwa nusura kwa kuja kwa amrisho la kuhama kutoka mji uliopendwa na kila mhamaji, mji uliozoelewa, mji ulioaminiwa sana, na mji uliowalea na kuwapa kila walichotaka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba wake wa karibu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Allah amridhie, aliondoka Maka kwa woga mkubwa na kujificha ili wasijulikane na Makuraish ambao walikuwa wapinzani wao wakuu. Mtume aliondoka naye kuelekea Madina, na huko alikwisha peleka mjumbe kuwafunza watu dini, hivyo alipokelewa kwa furaha na nderemo nyingi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, alianza kwa kuyaunganisha makabila mawili makubwa ambayo yalikuwa na ugomvi wa siku nyingi kuwa kitu kimoja, na hatimaye kuwabatiza jina la Al-Ansari, likiwa na maana ya waliomnusuru Mtume. Safari ya Mtume kutoka Maka hadi Madina ndiyo safari pekee iliyofungua taa zilizoleta mwanga wa Uislamu kwa misingi ya amani duniani kote. Safari hiyo inasemwa kuwa ni kielelezo halisi cha maisha na rejea muhimu katika ulimwengu wa leo, kwani iliweza kuakisi mabadiliko, kufunza mafunzo ya unyenyekevu, ustahamilivu, njia sahihi ya kufikia maendeleo, njia ya kutatua matatizo, kuunganisha Waislamu kwa kitu kimoja na kuleta mustakabali katika maisha ya utawala na uongozi wa watu. Kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye kiongozi pekee aliyekuja na falsafa ya mifumo ya kimaisha na kiutawala itumikayo leo, tunalo jambo la kujifunza, huku tukiakisi kwa uwazi kabisa yale aliyoyafanya kipenzi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake. Kwa kuwa Waislamu kwa kipindi kikubwa wamekuwa wakijitafuta kupata uhuru wa kujitawala kiibada na kiutawala, kijamii na kimfumo, hasa katika enzi za mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja naye Sayyidina Abu Bakar, khalifa wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakuweza kuzingatia masuala ya kuwa na kalenda yao, kalenda ya Kiislamu itumikayo leo kama kielelezo cha kuitambua miezi, miaka na siku. Sasa imetimiza miaka 1448 tangia kuasisiwa kwake. Kalenda hiyo iliasisiwa rasmi katika utawala wa khalifa wa pili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amiri wa Waislamu Omar ibn Khattab. Kuanzishwa kwake kuna mnasaba mkuu na tukio la kuhama kwa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, tukio la hijra, mara baada ya kupitishwa rai kadhaa mbele ya Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab. Hivyo tarehe ya kwanza ya mwaka mpya wa Kiislamu ilipendekezwa ianzie ile siku ya hijra ya Mtume kutoka Maka hadi Madina. Leo Waislamu duniani kote wanatumia tarehe hiyo katika mambo yao mbalimbali, ikiwemo mambo ya kiibada kama vile kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuzingatia kwa kina ibada ya hija inayofanyika katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa kuheshimu tarehe hiyo adhimu, Waislamu wanasherehekea kila mwaka, huku wakijikumbusha chungu ya mafunzo yaliyopatikana kupitia hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika hijra ya Mtume Muhammad imebadilisha mustakbali na mwenendo adhimu wa kidunia kupitia mafunzo yake yakinifu yanayopatikana. Mwandishi na msimulizi wako ni mimi Abubakar Musa. Tukutane wakati mwingine. Asante.